Mvulana alimkuta baba yake amemleta msichana asiyejulikana nyumbani na kumwambia muite kaka. Mara moja akadhani msichana huyo ni mtoto wa nje wa baba yake. Msichana alipomsalimia, mvulana akaondoka kwa baridi. Baba yake akajaribu kueleza kwa aibu kwa mvulana amelelewa kwa kubembelezwa na akaomba msichana asijali. Hata hivyo, mvulana alikuwa akimchunguza kwa siri kutoka juu. Msichana alipokuwa akienda juu kufungua mizigo, mvulana akamzuia ngazini na kumuuliza kwa nini amekuja nyumbani kwake. Msichana akasema anakaa kwa muda tu, lakini mvulana hakumwamini. Akaweka sheria nyingi akimkataza kumkaribia ndani ya nyumba. Msichana akamwona mkali kupita kiasi, lakini akakubali kwa sababu ni nyumba yake. Usiku msichana akaenda kununua mahitaji. Kwa bahati mbaya akaangusha simu yake na kuivunja. Hakujua njia ya kurudi, akaanza kutembea kwa kubahatisha. Alipokuwa akitembea alihisi kama kuna mtu anamfuata. Akiwa ameanza kuogopa, mkono ukamgusa begani. Aligeuka haraka na kumpiga teke mtu huyo. Akashangaa alipogundua ni mvulana. Alikuwa amemfuata kwa siri kwa sababu aliogopa angepata shida akiwa peke yake. Njiani kurudi, mvulana akasema teke lile limeumiza mguu wake na hawezi kutembea. Akamtaka mbebe. Msichana akasema hawezi kumbeba, lakini akamsaidia kutembea. Mvulana akaweka mkono begani mwake na wakarudi nyumbani polepole. Baba yao alipowaona alishangaa kwa nini ghafla wamekuwa karibu. Mvulana alidhani mama yake angemfukuza msichana huyo, lakini kinyume chake mama alimkaribisha kwa upendo na kumwambia aone hapo kama nyumbani kwake. Mvulana akabaki ameshangaa. Siku iliyofuata baba akamwambia amsindikize msichana kurekebisha simu, lakini akaondoka moja kwa moja. Msichana akagundua kuwa mguu wake haukuwa umeumia, alimdanganya tu. Aliporudi chumbani, msichana akalalamika kuwa mvulana ni wa kitoto. Akatoa picha kutoka kwenye begi lake ikionyesha wazazi wake walikuwa marafiki wa karibu wa baba wa mvulana. Alikuwa anakaa hapo kwa muda kutokana na tukio fulani. Kesho yake msichana alifika darasani kama mwanafunzi mpya. Mwalimu akampanga aketi pembeni ya mvulana. Baada ya masomo, mvulana hakumjali. Msichana akamwona akicheza mpira wa kikapu na akaanza kuona na mvuto kidogo. Rafiki yake akamwambia mpelekee maji. Akiwa na aibu akasukumwa mbele, lakini akageuka kukimbia. Ghafla mpira wa kikapu ukamfuata, lakini mvulana akauzuia kwa wakati. Kuanzia hapo hali kati yao ikaanza kubadilika.